Nilikuwa naangalia hapa video moja hapo. Hebu tuangalie kidogo hapo hiyo video. Angalia hapo. Vijana msidanganye. Unajua sisi wanasiasa twajua sana kuwadanganya. Twajua sana. Hiyo ndio tumesomea. Tuko na madigrii ya vile watu ya kuinsight watu. Na mwishowe wenzangu, tukishamaliza kuwa insight, tunakaa kando kwa kando, watoto wetu wanasoma pamoja. Nadhani kuna kitu umeweza kukipata kwenye hiyo video. Na naomba nikuzungumze jambo moja kwamba unajua kuna utofauti mkubwa sana kati ya mwanasiasa na kiongozi. Tuelewe kwamba sasa hivi katika mfumo wa nchi zetu za Afrika, wengi tuna viongozi wanasiasa, ila hatuna kiongozi ambaye anaitwa leader kama kiongozi. Leo viongozi wengi wanasimama kama wanasiasa, hawasimami kama viongozi. Na kuna tofauti mkubwa sana kati ya politician na leader. Ndio maana mimi huwa nasema kwamba I'm not a member of any political parties. I'm not a politician but I'm a leader. Kwa sababu kiongozi mzuri ni yule mwenye uwezo wa kuongoza uwezo wa watu, sio kumuongoza mtu. Mwanasiasa anachotaka, anataka muongoze mtu, sio uwezo wa mtu. Kwa mfano kama ni nchi fulani, mwanasiasa anataka aongoze watu. Lakini unatakiwa uelewe kwamba kiongozi mzuri, ongoza uwezo wa wananchi wako, ongoza uwezo wa watu. Na ndio maana leo ukiangalia mifumo ya siasa na elimu, yaani unaweza kuna kitu ambacho kimeweka hapa, yaani wanasiasa wameweza kuingia kwenye mfumo wa elimu. Kwa leo elimu haiendeshi kama mfumo pekee. Ile elimu inaendeshwa katika mfumo wa siasa. Kwa ndio maana leo tunapata viongozi ambao sio sahihi na wana large number of degree, wana degree nyingi sana za kudanganya watu, za kuelezea kitu. Naomba kuna sentensi moja ambayo huwa inazungumziwa sana kwamba vijana wajiajiri. Ni pointi nzuri sana, lakini hii pointi haikupaswa kuzungumziwa na kiongozi. Hii ilipaswa izungumziwe na organization ambazo viongozi wanazifanya. Wangetengeneza organization ambazo zingetengeneza sisi kutuambia vijana kwamba mjiajiri. Sababu unamwambia kijana jiajiri ili hali wewe unakuta mwaka jana tu ulimlilia kwa ajili ya kupe kula. Maana unagundua kwamba unapomwambia mtu ajiajiri wakati wewe mwenyewe huyo unayemwambia ndio amekuajiri. Sababu sisi wananchi ndio tunaoajiri viongozi. Sababu sisi ndio tunawapigia kula, ingawa kuna mifumo sasa hivi kidogo imebadilika. Siwezi nikaizungumzia sana. Ile uhalisia ni kwamba swala la kujiajiri sio swala la kuzungumziwa na politician, ni swala la kuzungumziwa na leader. Sababu